Narok hoye! Narok hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Watu wa Narok, Masai, enda sema Bogins. Agikuyu Muriega. Abagugusi Mbuya Muri. Akamba Mwasio. Jokinyana Musauru. Aya. Tumerudi Narok. Tumerudi Narok siku ya leo. Tuliamua kwamba kabla tujafika siku ile mpaka tukuje Narok, ili tuonane na watu wa Narok ana kwa ana. Kwanza mimi nataka kutoa shukrani kwenu watu wa Narok kwa kutupiga sisi kura kwa wingi, na zaidi mimi na Mama Martha Karua. Hiyo kura ambayo mlipiga sisi ilinyesha kama mvua. Sawa sawa? Lakini nyinyi mnajua yale yalifanyika. Si mnajua? Si mnajua? Si mliona Bwana Chebuchetha? Si mliona Bwana Chebuchetha akifanya mazingaombwe yale yote? Lakini Waswahili walisema ati siku ya mwizi ni ngapi? Siku ya 40 itakuja. Sasa sisi tumekuja pamoja kama wanaazimio. Kwanza baada ya yale matokeo kufanyika, tulienda mahakama kifanya dhuluma kwetu, kusema hasuru. Lakini baadaye ukweli imetoka. Wanawake walisema ati ukweli haiozi, hata ukifunika namna gani bado itakuda tu, sio? Ukweli imetoka sasa. Ukweli imetoka ya kwamba Chebukati alisema uongo. Mliona walikuwa wanachama wa 7 katika hiyo tume ya uchaguzi. Chebukati na 2 walisema ndio, lakini Cherera na 3 walisema la. 4-3, ipi ni mingi zaidi? 4 wamesema la, hiyo ni bandia, hiyo sio kweli. 3 nasema ni haki, alafu inakubalika. Hiyo ni sheria gani? Sisi tulifanyiwa dhuluma, manake tulishinda na kura mingi zaidi. Ukweli ya kwamba kura ya Ruto ilikuwa 5,900,000. Yetu ilikuwa 8,100,000. Ndio sababu juzi tarehe 22 mwezi jana tulitoa ilani kwa Bwana Ruto. Tukampatia siku 14 afanye vitu vitatu. Vitu vingapi? Kwanza tukamwambia ndani siku hizo 14 Wakenya wanapata shida mingi zaidi. Gharama ya maisha imepanda. Bei ya bidhaa muhimu zimekuwa juu zaidi. Na kila kitu na imekuwa ni adimu. Tukasema tunataka bei ya bidhaa muhimu iteremshwe. Bei ya unga irudi chini. Bei ya mafuta irudi chini. Bei ya sukari irudi chini. Tukasema bei ya ngano irudi nini? Tukasema vile vile karo ya shule irudi chini. Simejua ya kwamba sisi kama wanaazimio tulisema tukiingia katika hatamu ya utawala kuanzia mwaka huu watoto wasoma bure. Sisema namna hiyo. Na hiyo mpango tulijua pesa natoka wapi. Sisema namna hiyo. Kwa upande wa matibabu tulikuwa na baba care. Tulikuwa na baba care. Na hata wale wajane ambao hawana mabwana na wana watoto tulisema tuliwapatia kitu, sio? Maskini tulisema tuwasaidia. Tulisema nguruwe 6. Tulisema hiyo nguruwe 6. Sio? Na hiyo yote mpango tulikuwa tumepanga, tulijua pesa inatoka wapi. Hawa jamaa walikuwa hawana mpango. Waliingia pale kama vipofu. Hawana njia, hawana namna wa kutayarisha vile watafanya kazi. Kwa hiyo wakaingia pale wanaanza kulia. Ati tumepata shilingi milioni 90 peke yake kwenye hazina. Milioni 90 peke yake. Lakini yani waliapisha tarehe 13. Tarehe 7 ya mwezi Septemba Gachagua ameandika barua akidai apewe pesa bilioni 1.5. Akapewa bilioni 1.5 kabla hawajaingia hawajachukua hata kiapo ya kununua magari,
ya kununua marinda kwa bibi yake. Sasa jamaa walikuwa hawana mpango yoyote ya kuendesha serikali. Ndio tukamwambia siku 14 bei irudi chini. Hayajafanyika. Imefanyika hapa Narok. Imefanyika hapa Narok. Sasa pili tukamwambia tunataka kuona kitu ambacho inaitwa haki ya uchaguzi, electoral justice. Tukamwambia kama wewe unadhani wewe ulishinda, tunataka ile server ifunguliwe. Server ifunguliwe. Ile nyungu pale matokeo iliingia ifunguliwe, hiyo wazi. Ikaguliwe. Julikana nani alishinda, sawa? Tatu tukamwambia ile tume ya uchaguzi uwezi kuunda wewe peke yako kama Bwana Ruto. Hatutaki na mwenye mpaka sisi kama wanazimio tuwe pale tukiunda hiyo pamoja, sawa? Siku 14 zilipita, ile siku ya Jumatano usiku wa manane. Kwa hivyo sasa tumesema wewe hujafanya vile tuliambia wewe, tunarudi sasa kwa hatua. Katiba ya Kenya inasema fungu la kwanza ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mikononi ya wananchi wa Kenya. Sovereignty in the Republic of Kenya rests with the people of Kenya. And the people can exercise that sovereignty directly or through their elected representatives. Yani ile inaitwa delegated authority. Lakini mwenye mamlaka ni wananchi. Kwa hivyo wananchi wanaweza kuchukua hiyo mamlaka katika mikono yao direct. Naelewana vizuri? Hiyo ndio mfungu sisi tunatumia sasa. Tunasema Wakenya wanataka wajitokeze ili yale maneno ambayo tuliweka pale masharti yatimizwe. Sawa? Gharama ya maisha irudi chini. Alafu vile vile server ifunguliwe. Alafu itume ya uchaguzi iundwe pamoja. Sawa? Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Tumesema sasa Wakenya wataanza kufanya maandamano. Sawa? Maandamano, kwa mfano hapa nyinyi siku ya Jumatano mnafanya maandamano, mnatoka hapa mnatembea mpaka katika ofisi ya county commissioner, mnapeleke memorandum. Sawa? Sawa? Haya yataendelea namna hiyo. Sasa kitu kingine tutagoma, kuna bidhaa zingine ambayo tutaanza kuacha. Yale makampuni ambaye wanatumia vibaya. Sawa? Kwa mfano hii kampuni inaitwa Safaricom. Kuanzia wiki ijayo hii tutambie siku ile ambayo tunasema sisi sote tunawacha Safaricom, tunahama. Mambo ya mayai, tunajua hiyo. Na kadhalika tutaambia nyinyi kampuni 2-3 ambayo tunasema tunawachana nayo. Kuna kampuni yote ya bima ya insurance mtapata jina yake. Sawa? Watu wanatoka hapo. Sawa? Kwa hivyo yale yote mtapata orodha hiyo sawa. Na mimi tunataka kuona kama tunajitayarisha. Alafu kifika tarehe 20 ya mwezi huu, Jumatatu ile ingine, njia yote inaelekea wapi? Naelekea wapi? Wangapi wanakuja? Tunataka watu wote wamemike kule Nairobi. Nataka nione Wamasai wanakuja na shuka na rungu, na Wajaluo wanakuja na fimbo na wakirukaruka. Sawa? Na Wakikuyu na Wakisii pamoja. Kwa Kenya wote nataka wafike siku hiyo. Sawa? Ili ijulikane kwamba Wakenya wamekataa
Wakenya wanataka haki yao. Tumeelewana vizuri? Hapa tunaongea juu ya mambo ya Mau. Hii msitu Mau ikikwisha, maisha yatakwisha hapa. Sasa mimi kila mara napita na ndege hapo juu, utaona kama moto inachomeka huko ndani. Wanachoma msitu kila mahali, wanachoma hivi. Pande hii jamaa akija hapa anasema ati Mau itahifadhiwa, lakini haifanyiki hivyo. Mimi nilisema ati mimi Raila Odinga niko tayari kwenda kuuza mandazi Kibira, lakini Mau ihifadhiwe. Sawa? Sasa wanaharibu Mau wakati huu. Ukiona ile Mara, mto Mara imejaa matope, michanga ambayo inatoka katika hiyo msitu wa Mau kwa sababu ya kukatakata miti hovyo hovyo. Sasa hiyo tunasema mpaka ikome. Sawa? Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Sasa mimi nataka nione wengine tena watu tuko tayari kufika siku ile kule Nairobi, nione mkono. Nione mkono wao watafika. Halo? Halo? Jamaa aende wapi? Aende wapi? Aende wapi? Aende wapi? Aende wapi? Nyinyi ndio mnasema. Patiwa tujini. Haya, ngoja kidogo. Sasa tutampatia